Mchungaji Florian na Rachel Katunzi wa Kijichi City Church, Temeke, jijini Dar es Salaam, wanakukaribisha katika ibada ya maombi na maombezi. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 1 kamili za asubuhi hadi saa 6 kamili za mchana, na Jumapili ni kuanzia saa 12 kamili za asubuhi hadi saa 7 kamili za mchana. Ni Kijichi City Center Church. Jinsi ya kufika: panda gari mpaka Mbagala Zakiem, utachukua bajaji hadi kanisani. Unaitumia njia ya Kigamboni Vikunai, shuka kanisani. Ukiuliza mtu yoyote kanisani kwa Mchungaji Katunzi utakuwa umefika. Lakini kwa unaitumia usafiri binafsi, njoo mpaka shule ya msingi Mihande, utakuwa umefika. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0718 267171 na 0767 51 6191. Watu wote mnakaribishwa sana. Kwa hiyo leo tutajifunza kwa habari ya UTT ama vipande. Na mimi nina imani na nina uhakika wako baadhi ya watu humu ndani ambao wanajua hiki kitu ambacho nitakifundisha kwa sehemu. Mambo nitakayofundisha dondoo zake ziko kama zifuatavyo. Nitaelezea historia ya UTT. Nitaelezea maana yake. Nitaelezea wanapataje faida ili watupe sisi faida. Halafu nitazungumza mambo gani ya msingi ya wewe kuangalia kabla ya kutoa pesa. Mambo gani ya msingi ya kuangalia kabla hujawekeza kwenye vipande. Kwa nini? Hiki kitu tunachojifunza leo hii kuna kampuni moja kubwa inaitwa UTT. Kesho atakuja mwingine, kesho kutwa atakuja mwingine. Lazima ujue kuchanganua, hapa niweke ama nisiweke. Hapa kuna hatari, hapa hakuna hatari. Halafu nitaelezea faida za kuweka fedha UTT. Halafu baada ya hapo nitakuelezea tofauti yake UTT ni nini ukilinganisha pengine na hisa na hatifungani. Kuna utofauti gani? Ni jambo la muhimu. Sasa kabla sijaelezea UTT ni nini ama vipande ni nini, nikuelezee sehemu ya kwanza, historia. Hii ni historia, tusitangulize kabla ya neno la Mungu. Twende kwenye neno la Mungu. Mithali 3:14. Fungua Biblia yako kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 14. Mungu amezungumza maneno mazito sana pale. Fungua Biblia Mithali 3:14. Biblia inasema hivi: maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha, na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Yeye ana thamani kuliko marijani. Maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha. Kuna neno pale Biblia inazungumza linaitwa biashara ya fedha. Biashara ya fedha. Ukienda Kariakoo kuna biashara ya nyanya, kuna biashara ya vitunguu, kuna biashara ya unga, kuna biashara ya mchele, kuna biashara ya nguo, kuna biashara ya vitenge. Lakini Biblia inatambua kuna biashara ya aina nyingine inaitwa biashara ya fedha. Sasa biashara ya fedha ni nini? Biashara ya fedha ni biashara inayohusu masuala na bidhaa za kifedha. Sio za vitunguu mazao, sio mazao. Ni mambo ya kifedha. Ndio Biblia inatamka hivyo. Na huyu aliyekuwa anatamka ni Mfalme Suleiman. Anasema biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha na faida yake ni nyingi sana. Kwa maana nyingine Biblia inakuambia biashara ya fedha ina faida
nyingi sana, ifikirie kuifanya. Haleluya. Nitakutajia aina za biashara ya fedha. Aina ya kwanza, vikoba. Vikoba ni biashara ya fedha. Unachukua fedha hapa, unamkopesha huyu, anarudisha, mwisho wa siku mnagawana faida kwa kuvunja kikoba ama kuendeleza kikoba. Aina ya pili ya biashara ya fedha ni SACCOS. SACCOS ni biashara ya fedha. Mnakuwa wengi kidogo, kichama kinajulikana kidogo, mmejisajili kidogo kwa mrajisi, mkimaliza mnaanza kukopeshana, mnaanza kuzalisha, mnagawana faida. Ni biashara ya fedha. Biblia imesema faida yake ni nyingi sana. Aina ya tatu ya biashara ya fedha ni simu kwenye mtandao inayoshughulika na pesa, tunaitaga M-Pesa. M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money. Ni biashara ya fedha ile. Fedha inaingia, fedha inatoka. Fedha inaingia, fedha inatoka. Kwako wewe ni muamala, kwa mmiliki wa kampuni ya simu ni biashara ile. Kwa Vodacom watakwambia sisi tuna biashara ya M-Pesa. Na matrilioni ya pesa yanapita kwenye hizi simu zetu hizi. Ukiwa wakala wa M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, wewe ni wakala wa biashara ya fedha. Ukiwa wakala wa benki, wewe ni wakala wa biashara ya fedha. Aina ya nne ya biashara ya fedha ni mabenki. Biblia inasema faida yake ni kubwa. Faida yake ni kubwa. Mabenki wanashughulika na biashara ya fedha. Unaweka amana, unaenda kuchukua mkopo. Wanatengeneza faida. Wanatengeneza faida kubwa sana. Duniani biashara ya kwanza inayoongoza kwa kuzalisha mamilionea ni biashara ya fedha. Narudia tena na unisikilize kwa makini. Duniani biashara ya kwanza inayoongoza kwa kuzalisha watu matajiri sio biashara ya viwanja, sio biashara ya nyumba, sio biashara ya maduka. Biashara ya kwanza ni biashara ya fedha na benki. Kwa Mungu akikupa nafasi kumiliki hisa ya NMB, nunua hisa ya NMB shilingi 2,900. 2,900 hisa moja. Mungu akikupa nafasi kumiliki hisa ya CRDB ni shilingi 380, 390. Nunua hisa za CRDB, ni biashara ya fedha. Mtu wa pili, kampuni ya pili yenye kulipa kodi nyingi kwenye serikali ya Tanzania ni benki ya NMB. Kwa nini? Ilishatamkwa kwenye Biblia, biashara ya fedha. Wale ambao Mungu ndani yenu kaweka kiu ya biashara ya fedha, wewe ukikaa unawaza kikoba, ukikaa unawaza SACCOS, ukikaa unawaza benki, nenda kafanya hiyo biashara. Kwa nini? Mungu alishatamka kwenye Mithali 3:14. Faida yake ni kubwa sana. Siache hiyo biashara. Aina ya tano ya biashara ya fedha. Kwa kwenye mabenki pale kwenye aina ya 4 unaweza kutamka CRDB, NMB, DCB, Equity Bank, NBC, benki ya Posta. Tamka mabenki yote yanaingia kwenye biashara ya fedha. Aina ya 5 ya biashara ya fedha ni Bureau de Change. Duka la kubadilishia fedha za kigeni. Ukiwa na duka la kubadilishia fedha, wewe unakaa pale, anayekuja ana dola unampa 2,300. Ukimpa shilingi 2,300 anakupa dola moja. Alafu anakuja mtu mwingine anataka ile dola ambayo wewe unayo, ambayo ulimpa mtu kwa shilingi 2,300. Unamwambia nitakuuzia hii dola shilingi 2,600. Anakupa 2,600,
unampa dola moja ulioinunua kwa shilingi 2,300, tofauti ya 2,600 na 2,300 ni shilingi 300. Kila dola umetengeneza faida. Biashara ya fedha. Yusufu Mwanzo 47:14 alikamata fedha za nchi mbili, nchi ya Kanani na nchi ya Misri. Alifanya biashara ya fedha. Walikuja watu wa Misri wakaleta fedha za ile nchi akazimiliki. Walikuja watu wa Kanani wakaleta fedha ya kigeni ya hiyo nchi akazimiliki. Mungu akikupa nafasi ya kumiliki fedha ya kigeni na kuifanyia biashara, nenda kafanya biashara. Sio wote tutaenda Kariakoo, sio wote tutaenda Temeke, sio wote tutaenda Zakim kufanya biashara. Kuna baadhi ya watu Mungu ataweka mioyoni mwenu biashara ya fedha. Na ukitaka kujua, angalia hiki kitu. Unachukua hapa ya Tanzania, hapa ya Kenya, hapa ya Uganda, hapa una ya Uingereza paundi, hapa una euro, hapa una dola. Wewe ukiona unajisikia burudani, usione burudani, tambua ya kwamba Mungu anasema na wewe kaanzishe biashara ya fedha. Haleluya! Biashara ya fedha. Aina ya sita aina ya sita biashara ya fedha ni bima. Bima, unawapa fedha, wanakukatia bima dhidi ya ajali. Gari yako ikipata shida, bodaboda yako ikipata shida, nyumba yako ikipata shida, biashara yako ikipata shida, mzigo wako unaoagiza kutoka mbali ukipata shida, wanakurudishia fedha za hasara. Bima ni biashara ya fedha. Kama Mungu kaweka mzigo ndani ya moyo wako, bima, ujue Mungu anakusukuma, nenda kafanye biashara ya fedha. Bima. Aina ya 7, pensheni. NSSF, PSSSF, biashara yao ni biashara ya fedha. Wanachokifanya, wanachukua makato ya mshahara wako 10% na mwajiri mchango wake wa 10%, wanakusanya fedha, wanazifanyia biashara. Wanazichukua zile fedha, wanaenda kuziwekeza mahali penye faida. Halafu siku kistaafu wanakuambia tutakupa fedha mpaka utakapokufa. Fedha hizo zinaitwa mafao, ni biashara ya fedha. Aina ya 8 ya biashara ya fedha ni soko la hisa. Soko la hisa wanashughulika na biashara ya fedha. Unanunua hisa kwa kutoa fedha, halafu unapewa sehemu ya umiliki wa kampuni. Wakipata faida wanakupa gawio. Gawio ni fedha. Ukiuza hisa kwa bei kubwa zaidi ya bei ulionunulia, na yenyewe ni fedha. Ukisikia masoko ya hisa, manake ni masoko ya biashara ya fedha. Aina ya 9 ya biashara ya fedha ni vipande. Vipande kupitia UTT. Kwa hiyo hapa ndipo nitakapotaka tujifunze zaidi. Vipande ni nini? UTT ni nini? Nitaanza kuelezea UTT kama biashara ya fedha, na unisikilize kwa makini. UTT kirefu chake Unit Trust of Tanzania, ni kampuni iliyoanzishwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nirudie tena. Ni kampuni iliyoanzishwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Imesajiliwa BRELA. Nani mmiliki? Serikali. Sio mtu binafsi, sio chama. Serikali. Na mnafahamu mkuu wa serikali ni mheshimiwa nani? Mnamjua?
Kwa hiyo sio kampuni binafsi, tunaongelea utaratibu wa serikali waliouandaa kuwasaidia wananchi. Kwa nini walianzisha? Serikali ilianzisha kwa sababu hii. Ilisema Watanzania wengi hawana elimu ya uwekezaji, na serikali iliamua kuuza makampuni na taasisi mbalimbali ili ijitoe kwenye biashara. Wengine wafanye biashara, watengeneze pesa, serikali iachane na biashara. Kwa hiyo wakabinafsisha na kuchukua sehemu kubwa ya shughuli walizokuwa wanazifanya za kiuchumi, kuachia mimi na wewe tufanye zile shughuli. Wakawaachia wananchi wafanye, lakini wakasema hawa wananchi hawajui haya mambo. Wajanja wachache watafaidika kuliko wengi wapate hasara, wachache wapate faida. Ni bora tuanzishe kampuni yenyewe itamiliki hizi rasilimali nyingi za Tanzania, ambapo Mtanzania mmoja mmoja ataruhusiwa kuchangia kwenye hii kampuni na kupata faida kwenye haya makampuni yote ambayo serikali imesema tunahitaji yamilikiwe na Watanzania, lakini kwa sasa tunaona bado maandalizi yao sio mazuri. Kwa wakaanzisha chombo, kampuni inaitwa UTT, ili imiliki mali kwa niaba ya Watanzania. Halafu polepole hii kampuni ianze kuachia umiliki wa Tanzania, ndio waketishwe wamiliki zile mali. Haleluya! Kwa serikali ikafikiria vizuri kabisa, ikaanzisha hiyo taasisi inaitwa UTT kwenye mwaka 2003. Jambo la msingi naotaka ulione hapa, kampuni ya serikali haina mpango wa kukutapeli wewe. Serikali haifanyagi biashara kichaya kumuibia mwananchi wake, haifanyagi hiko kitu. Kampuni binafsi inaweza kukutapeli, serikali haitapeli. Moyo wa serikali ni kumsaidia mwananchi wake apige hatua kiuchumi. Haleluya! Moyo wa mchungaji wenu ni kukusaidia wewe upige hatua kiroho, kiuchumi na kinafsi. Kwa hivi vitu vitatu lazima vyote viende kwa pamoja. Mchungaji atakuombea, mchungaji atakubariki, mchungaji atakufundisha neno la Mungu. Upande mmoja wa kiroho unapiga hatua, lakini tambua binadamu ana miguu mikubwa mitatu. Kuna roho, kuna mwili, kuna nafsi. Sasa hii tunachokipiga hapa ni kuhakikisha kwamba Mungu anakujalia nafasi yako ya kuweza kumiliki sehemu ya uchumi wa Tanzania. Haleluya! Usipoelewa hivi utabakia kuwa mbumbumbu. Serikali ilishafanya wajibu wake. Tumeanzisha kampuni hii, tunaimilikisha mali zote ama mali nyingi. Wewe mwananchi, njoo kwenye hii kampuni. Ukinunua kipande utakuwa umemiliki sehemu ya zile mali na hazina ambayo serikali ilikusudia kuzikabidhi kwa Watanzania. Sasa hii kampuni imeundwa. Baada ya kuundwa inafanyaje kazi? Kwa naenda kwenye maana na inavyofanya kazi. Chombo kiko hapa, kinamiliki rasilimali nyingi za Tanzania. Chombo hiki kinaitwa UTT. Serikali imesema kila mtu akiweza atoe pesa kidogo kununua hisa kama anavyonunua hisa za kwenye kikoba. Kwa hiyo unaicheza kikoba, unajiwaga, mkikaa pale kwenye kikoba mnacheza kwa pamoja. Jamani kwenye kikoba chetu shilingi 100. Ukitoa shilingi 100 unapata hisa moja. Ukitoa shilingi 200 unapata hisa 2. Na serikali imechukua mali zote zile, imezivunja vipande vidogo vidogo. Imesema kwa kila kipande kutakuwa na bei. Kwa hiyo wewe unachokifanya, unanunua kitu kinaitwa hisa, lakini kule hawaiti hisa, wanaita kipande. Unatoa shilingi 300, unapata kipande kimoja. Wakipata faida kwenye hiyo shilingi 300, wanailimbikiza, wanakupa fedha mkononi,
ama wanakuambia tutakuhifadhia, na ukiangalia kwenye statement yako unaiona. Kwa hiyo kipande ni utaratibu wa kutoa fedha na kuwekeza kwenye kampuni ya serikali inaitwa UTT. Kutoa fedha na kuweka kwenye kampuni inayomilikiwa na serikali inayoitwa UTT. UTT wanachokifanya, wanachukua pesa kutoka kwako, kwake, yule wote. Wananchi wote wa Tanzania tunaruhusiwa. Halafu wanazichukua zile pesa, wanaenda kuwekeza. Wanawekeza wapi? Wanawekeza sehemu kubwa 4. Sehemu ya kwanza wanaweka fedha benki kuu kwa kununua hati fungani. Benki kuu wananunua zile hati fungani, halafu wakipata faida wanaigawa faida kwako na kwangu tulionunua kipande, na nitakuelezea kipande unakinunuaje baadaye. Sehemu ya pili wanayowekeza zile fedha tunazowapa ni soko la hisa la Dar es Salaam. Wanaangalia zile hisa zenye utendaji mzuri, wanaenda kuzinunua wao, kwa sababu wanajua wewe hujui kuchambua, hujui jinsi ya kuchagua. Serikali kupitia UTT inakaa inafanya uchambuzi, inasema tuweke pesa zetu hapa, kuna faida, tukipata faida tutawapa Watanzania. Wanawekeza sehemu ya pili kwenye hisa, soko la hisa la Dar es Salaam. Sehemu ya tatu wanachukua zile fedha, wanawapa mabenki. Benki inahitaji kutoa mkopo, haina pesa, inapewa amana na UTT. UTT ikiwapa fedha, zile fedha ndio zinakuja kwako, unachukua kama mkopo kako kadogo, sijui shilingi 50,000, mkopo wako wa shilingi 100,000, mkopo wako wa shilingi 1,000,000, mkopo wako wa shilingi 200,000, 1,010,000, 1,020,000. Zimetoka wapi? Sehemu ya fedha ya baadhi ya mabenki makubwa hapa Tanzania zimetoka UTT. Kwa hiyo UTT wanapowapa fedha mabenki yanawapa faida hawa UTT. UTT wanakuja kutupa sisi faida. Hizo ni sehemu kubwa 3 wapi wanapoweka fedha. Sasa UTT ni nini? Ni mfuko wa kuwekeza kwa pamoja. Mfuko wa uwekezaji wa pamoja. Mimi na wewe na yule tunachanga fedha kwa pamoja, tunakusanya fedha zetu ndogo ndogo, zinakuwa nyingi, tunamkabidhi mtu ambaye anajua kuziwekeza. Kwa tunaita ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja. Sasa hii mifuko ina faida. Tazungumzia faida sasa. Faida za kuweka fedha kwa pamoja kupitia UTT ambao ni serikali. Biblia imesema ina faida kubwa sana. Sasa faida yake ni nini? Faida ya kwanza kupata gawio ama riba kila wakati. Na kwenye hii nitakuelezea kiwango cha chini cha faida nilichokiona mimi kwa kuangalia takwimu. Mwaka 2008 kiwango cha chini cha faida kilikuwa 8%, lakini kiwango hiki cha faida kinaenda mpaka 25% kwa mwaka. 8% hadi 25% kwa mwaka UTT. Unanunua kipande, unatoa shilingi 100, wanakupa faida ya 8%, manake shilingi 100 kwa shilingi 8 utapata shilingi 100. Kuna wakati unapata shilingi 25, 25%. Na nitakuelezea hiyo mifuko ambayo mimi binafsi ninaona inatengeneza faida vizuri zaidi.
na nitakuongoza polepole kwa msaada wa Mungu. Kwa hiyo kuliko kuchukua pesa yako na kuiweka mahali ambapo haizai chochote, kuna mahali unaweka pesa, ukija kuitoa haijaongezeka, sana sana wamekukata. Si unakujua huko nakoekaga? Sasa siwezi kupataja wazi. Nikitaja wazi sasa umetuharibia biashara bwana. Sisi wote huku kwetu na huku kwetu. Kuna mahali ukiweka una uhakika wa kupata faida. Sehemu mojawapo ambayo inatoa faida nzuri sana ni nenda kaweke pesa yako UTT. Bure kufungua akaunti. Bure. Hakuna makato. Hata shilingi moja. Mwezi huu ukiisha, ukipewa statement yako hakuna makato. Mwezi ujao hakuna makato. Na faida kuanzia 8% mpaka 25%. Mwaka huu uliopita, ulioishia mwezi Juni, wametengeneza faida waliotoa kwa wananchi ama kwa wanachama ambao ni mimi na wewe mpaka 14.8 kwa kila shilingi bila kukatwa kodi. Hakuna kodi. Mwaka uliopita walitengeneza faida nzuri zaidi. Mfuko mfano ukiweka kwenye kipande cha wekeza akiba, mfuko cha wekeza 16%, mfuko wa watoto walienda mpaka karibuni 20-25. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna aina mbalimbali za mifuko na faida ipo ya uhakika kwa kila mwaka. Hawana historia ya kutengeneza hasara. Faida ya pili ni ukwasi. Ukwasi ni nini? Ukwasi maana yake ukinunua kipande chao, ukitaka fedha zako unaweza kuzipata ndani ya siku 3 mpaka 5. Liquidity. Ukinunua nyumba, ukitaka kuiuza ni mpaka umpate mnunuzi mtakayekubaliana naye bei. Ukwasi wake, uuzikaji wake sio mwepesi. Lakini ukinunua kipande cha UTT serikali hiyo hiyo inakinunua kipande chako. Anasema mimi sasa hivi sitaki, nataka hela zangu. Wanakuambia sawa, tuletee vipande vyetu, tunavinunua, tunakupa pesa yako. Kwa hiyo inauzika kwa upesi na wepesi. Ukiweka fedha sehemu nyingine kwenye biashara, kumpata mteja ni ngumu, mzunguko wa fedha unakuwa mdogo. UTT hela unazipata mara moja. Faida ya 3, wanawekeza sehemu tofauti, wanatapanya. Wanaweka kidogo hapa, wanaweka kidogo hapa, wanaweka kidogo pale. Kwa hiyo uwezekano wa kupata hasara wao ni mdogo, na wao wasipopata hasara manake uwezekano wa wewe kupata hasara na wenyewe ni mdogo. Sasa Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Mhubiri 11 mstari wa 1. Wamejifunza wapi hiki kitu? Kimetoka kwenye Biblia. Biblia inasema hivi. Mhubiri 11 mstari wa 1 na wa 2. Tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku nyingi. Mstari wa 2. Uwagawie sehemu watu 7 hata 8, maana hujui baa gani litakalokuja juu ya nchi. Biblia inasema tupa chakula chako, chukua mshahara wako, chukua sadaka yako, chukua sehemu ya fedha yako ambayo Mungu amekujalia, chukua sehemu ya faida kwenye biashara, chukua pocket money kama wewe ni kama wewe ni mwanafunzi, kaichukue, kaiweke sehemu 7 hadi 8. Sehemu ya kwanza hapa, sehemu ya pili hapa, sehemu ya 3 hapa, sehemu ya 4 hapa, sehemu ya 5 hapa, ya 6, ya 7, ya 8. Sehemu ya 8 isipofanya vizuri na sehemu ya 7 isipofanya vizuri, sehemu ya 6 inakulipa, sehemu ya 5 inakulipa, sehemu ya 4 inakulipa. Sehemu ya 4 na 5 isipofanya vizuri, sehemu ya 3 inafanya vizuri, sehemu ya pili inafanya vizuri, sehemu ya kwanza inafanya vizuri. Lugha ya Kiingereza wanaita diversification, ama usiweke mayai yako yote kwenye kikapu kimoja. Ndivyo Biblia inavyosema. Ni jambo la hatari kuwekeza maisha yako yote kwenye kisehemu kimoja. Pakiharibika
pameharibika na wewe. Mungu atupe hekima. Haleluya. Tujue kuwekeza kimtawanyo. Maduka yote umeweka mtaa mmoja. Wakijenga barabara hapo, wakitanua, hali inakuwaje? Unafanya kazi ya hoteli, sawa, ni jambo zuri. Corona ikipita, wafanyakazi wa hoteli unaambiwa wako pembeni. Wengine sisi ambao tuko kwenye magenge tunaendelea. Kamata genge na huku unafanya kazi hotelini, itapanya mali zako. Haleluya. Sasa hawa jamaa hawa wamejifunza kwenye Biblia kutawanya pesa tunazowapa. Ndio maana wanaweka sehemu benki kuu, na huko benki kuu ndio wameweka hela nyingi. Halafu sehemu nyingine kwenye soko la hisa, halafu sehemu nyingine mabenki ya kibiashara wanaenda kuwapa pesa ili watolee mkopo. Benki zikiishiwa na fedha, zinapotafuta fedha, chanzo kimojawapo cha pesa watapata wapi? Wanaenda UTT. UTT anasema mimi nina mzigo mkubwa, nimekusanya kutoka kwa watu wengi wadogo wadogo, yamekuwa mamilioni. Nipe faida, nikupe pesa za watu, unirudishie na mimi niwarudishie na faida yao. Haleluya. Hiyo UTT wanavyofanya ni serikali. Kwa hiyo ukiweka fedha UTT kuna usalama, kwa sababu hawajaweka fedha zote sehemu moja, lakini wamezitawanya sehemu nyingi. Hiyo ni faida ya tatu. Faida ya nne ya UTT. Kwa nini ununue kipande cha UTT? Na nitakuelezea kipande kinauzwaje na utaratibu wake. Ni kupata utaalamu bila kugharamikia. Wataalamu wanafanya kazi kwa niaba yako. Wewe huhitaji kusumbua kichwa chako, niwekeze kwenye benki kuu kwenye hatifungani ipi, ya miaka 2, miaka 5, miaka 7, miaka 10, miaka 20, ipi inalipa? Wao wanafanya hiyo kazi kwa niaba yako. Kwenye hisa unahitaji kuwa na maarifa, niwekeze kwenye kampuni gani? Ukienda UTT, wao yale maarifa wanayo, ujuzi wanao, utaalamu wanao, wanajua kuchagua. Kwa hiyo ukiweka pesa yako UTT ni sawasawa umemkabidhi mtu mtaalamu anayefanya kazi kwa niaba yako. Haleluya. Na kwa sababu hiyo utapata faida ya kukomboa wakati. Kukomboa wakati. Hautahitaji kutumia muda wewe kujifunza jinsi gani ya kuchambua makampuni na biashara. Wao watafanya kazi hiyo kwa niaba yako. Faida ya tano, msamaha wa kodi. Msamaha wa kodi. Kila utakapopata faida, utapata faida bila kukatwa kodi hata senti moja. Ukianzisha kampuni yako binafsi, unatozwa kodi ya 30% ya faida. Ukifanya ajira, ukilipwa mshahara, unatozwa kodi inaitwa pay as you earn, pay, asilimia kadhaa. Kabla hujapata mshahara wanakukata kodi. Ukilipwa gawio na kampuni yoyote, unakatwa kodi ya 5% hadi 10%. Ukiweka fedha kwenye benki yoyote ya biashara, iwe CRDB, NMB, DCB, Standard Chartered benki wakikulipa riba kama faida kwako, unatozwa kodi ya 10%, unabakia na 90%. Ukichukua fedha hiyo ukaweka UTT, utozwi kodi kwenye faida unayopewa. Faida unaipokea kama ilivyo. Kama ni 15%, 15%. Kama uliweka 100,000, utapata 15,000 yako bila kukatwa kodi. Haleluya. Kodi. Kwa nini serikali imetoa msamaha wa kodi? Kila mwananchi atakayeweka fedha zake UTT, hatutamtoza kodi kwenye faida. Lakini bei ya kipande unaweza kainunua leo, kesho ikapanda bei. Ukiuza kwa bei kubwa kuliko bei ulionunulia, ukapata faida baada ya kuuza, serikali haikutozi kodi.
Kwa hiyo unapata msamaha wa kodi mara mbili. Kwenye faida unayoipata kila mwaka, kila mwezi, kila miezi mitatu hakuna kodi, lakini ukitokea umekiuza kile kipande chako serikalini UTT, na yenyewe faida yote hawatozi kodi. Faida ya 6 ya UTT, kuna mkono wa serikali. Government comfort. Serikali ikiwepo pale unapata uhakika wa kutokutapeliwa. Wengi tumetapeliwa, na juzi tu amepita jamaa mmoja yule kakusanya hela za watu wengi tu. Sitaki kumtaja, mnamjua yule jamaa yule. Kuna mchezo huu tucheze, watu wanaenda. Kuna mchezo huu tucheze, watu wanaenda. Baada ya muda wameliwa. Baada ya muda wameliwa. Baada ya muda wameliwa. Mimi najiulizaga swali moja. Watu hatujifunzi makosa jamani? Kwa nini tunaliwaliwa huko nje? Naomba Mungu akupe hekima na utulivu, utulie kabla ya kutumia fedha zako. Haleluya. Zipeleke serikalini kule UTT, hawali hizo pesa. Serikali haiwezi kukupiga bao wewe. Serikali haiwezi kukutapeli. Serikali haiwezi kukufilisi. Achana na michezo hii ya mitaani kwamba unaweka shilingi 100, baada ya siku 2-3 unapata shilingi 100. Hakunaga faida ya namna hiyo. Ni utapeli tu ule. Hata kama wanaokuambia wamesajiliwa, kusajiliwa kwao hakuhalalishi udhalimu wao. Kwa hiyo mtu wa Mungu uwe makini. Hapa ni swala la serikali kumsaidia mwananchi. Kuna mkono wa serikali mule ndani. Ni serikali walioanzisha na ni serikali wanaoumiliki 100%. Hakuna mtu binafsi anayemiliki UTT. Ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haleluya. Kwa hiyo ikupe amani, ikupe hamasa. Kwa nini? Serikali haiwezi kukupiga bao. Faida ya 7 ni unaruhusiwa kutokuchukua faida, kuendelea kuwekeza faida kwenye mtaji wako. Sasa sijui Kiswahili kizuri tunahitaji. Kwa Kiingereza na jina moja zuri, reinvestment option. Unaruhusiwa kupata faida halafu ukaibakiza kule ili iendelee kukuza mzigo wako wa amana yako ya mtaji wako. Mfano, nakupa mifano sasa. Ukiweka fedha benki, wakikupa riba wanakutumia kwenye akaunti yako. Wewe utatakiwa uichukue uirudishe tena. Ukiweka fedha benki kuu kwa kununua hati fungani, treasury bond, wanakupa faida inaingia kwenye akaunti yako, halafu wewe ndio uchukue uirudishe. UTT unaweza ukawaambia sitaki mnipe faida, faida iendelee kulimbikiza kwenye ule mtaji wa awali. Haleluya. Kwa hiyo ulikuwa na kianzio shilingi 100, wamekupa shilingi 20, itasoma 120, halafu wamekupa tena shilingi 20, itasoma 140, watatengeneza faida na watakupa faida kwenye shilingi 140, na kile kitu kinatokea automatically, kinatokea bila wewe kuchukua pesa halafu kutakiwa tena uirudishe fedha. Hela zako zinaendelea kujilimbikiza kule. Kwa ni jambo zuri zaidi kwa sababu linakuondolea mambo ya kupata faida halafu tena rudisha, pata rudisha. Unaambia faida yangu ibakie huko huko iendelee kujizalisha. Haleluya. Reinvestment option. Hiyo hauipati kwenye hisa. Hiyo hauipati kwenye hati fungani za benki kuu. Hiyo inawezekana usiipate kwenye mabenki ya kawaida ya kibiashara. Inawezekana ukiweka kwenye biashara ya kawaida ya kwako, lazima ukipata faida uamue kuirudisha tena kwenye biashara. UTT unaweza kuirudisha faida bila kuipokea kwa kuambia kila faida iendelee kujenga mtaji mpaka siku nitakapowaambia kwamba leo achaneni. Faida nyingine, faida ya 8, bei nafuu ya kipande. Nitakutajia bei zake. Bei zake kwa sasa,
ya bei ya juu kabisa, kile kipande kimoja cha bei ya juu shilingi 865. Ndio bei ya juu, shilingi 800. Haijafika 1000, haijafika buku. Bei ya chini shilingi 114. Kwa ni shilingi 114 mpaka shilingi 465. Faida ya 9. Mkopo, rehani kwa ajili ya mkopo. Vile vipande vyako unaruhusiwa kuvichukua ukaenda kukopea pesa benki. Kwa nini? Vinaaminika na vimetoka kwenye taasisi ya serikali. Kwa unachukua pale statement yako, unaenda benki yako NBC, NMB, unaenda DCB, unaenda CRDB, unaenda Standard Chartered, unaenda Equity, unaambia mimi nahitaji mkopo. Wakikuuliza dhamana, usipeleke kiwanja. Dhamana ni nini? Unaambia hii hapa statement yangu ya UTT. Wataigombania kama vile mpira kwa kupiga penalty tunavyogombaniwa. Kwa nini? Wana uhakika na kile kitega uchumi kinalipa. Kwa hiyo unaweza ukachukua ile kukopea kuliko kupoteza nyumba, kupoteza shamba, kupoteza gari, kupoteza mali za thamani ambazo pengine unazihifadhi huko. Faida ya 10 ni kitega uchumi kinachogawanyika bila kupoteza thamani. Kinagawanyika bila kupoteza thamani. Nikinunua vipande 10, nina shida ya pesa kidogo, ninaweza kuuza vipande 2 nikapata fedha, nikabakiza vipande 8 vinaendelea kunizalishia fedha UTT. Vipande 10 vimegawanyika katika 8 vinaendelea kuwepo, 2 nimeviachia, nimeviuza, imegawanyika. Vile vipande 8 bado thamani yake ni ile ile, haipotezi thamani. Sasa ngoja nikuelimishe vizuri. Ukiwa na ng'ombe, ng'ombe ni mali. Labda nauza shilingi 500,000, una shida ya shilingi 100,000, huwezi kusema nitamkata paja, nikishamkata paja nitalichukua ile paja na lipiga bei. Alafu nikishapiga bei bado nimebakia na ng'ombe wangu. Ukishamkata tu paja lile, tayari ng'ombe ameshapoteza thamani. Hawezi kutembea na ng'ombe atakufa. Ukiwa na nyumba ni jambo zuri. Una shida ya shilingi 1,000,000, nyumba yako thamani yake shilingi 10,000,000. Huwezi ukasema jamani wewe bwana wewe njoo mimi nitakuzia sebule na jiko, halafu chumba hiki na hiki itakuwa ni mali yangu. Thamani yake inaharibika, inapotea, haigawanyiki kwa wepesi. Ukiwa na dola 100 ina thamani kubwa. Ukiichange dola 100 ukaweka dola 10, dola 5, ile dola 10 na dola 5 ukienda kuibadilisha thamani yake inakupa hela ndogo za Kitanzania kuliko ukiwa na dola 100 na ukiwa na dola 50. Kwa nini? Inagawanyika na kupoteza thamani kama utaipeleka kwenye vipande vidogo vidogo. Ukinunua UTT, ukiuza vipande vichache, vile vilivyobakia thamani yake bado iko juu. Haleluya! Kwa inakupa fursa ya wewe kuweza kugawanya vipande vidogo vidogo kama una shida bila kupoteza thamani ya fedha yako. Nilienda kwenye mkutano sehemu moja huko mikoani, nikawafundisha wale mambo walikuwa nataka, walikuwa ni wachungaji, wamama wachungaji. Nikawafundisha. Kwa kusema mama wachungaji simaanishi wake za wachungaji, ni wachungaji wanawake. Wachungaji wanawake walikuwa kama 300 hivi. Alafu mmoja akasema sisi tuna vipande lakini sijui sasa nitavipatapataje na hali yake ikoje. Basi nikajaribu kumwelimisha. Ghafla mchungaji akagundua na hela nyingi sana. Alinunua kwa bei ndogo, hajawahi kuuza, thamani yake imebakia pale pale. Sasa tuende kwenye sehemu nyingine. Faida.
ukilinganisha na bei. Faida ukilinganisha na bei. Na baadhi yenu mnisikilize, kama sijui lakini wacha niliseme hili neno. Kama baba na mama waliwahi kununua vipande na unajua una vipande vya siku nyingi, ufuatilie hiyo mali. Sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Kila nikipita kila sehemu wanasema baba yetu alituachia hii, hatujui tufanyeje. Kwenye mirathi tuliambiwa kuna vipande hivi hapa vya UTT vya Umoja. Hivi vipande vinatusaidia nini? Baadaye nikiwaongoza twendeni UTT na wapeleka kwa watu ambao ninawajua na wasaidia pale. Anasema tumegundua kumbe tuliachiwa mali nyingi sana ambazo hatukujua kama zina thamani kiwango hiki. Kama una kipande cha UTT kimeandikwa Umoja, ama una taarifa yoyote ya mzazi ama ya ndugu ama urithi, uwe mwangalifu, usiipeleke kila mahali. Wengine wenye kujua watakupiga bawa. Kuna aina ya mifuko 6 UTT ambayo kila mfuko una faida yake, nitakuelezea. Kuna aina ya mifuko 6 UTT. Kwa nielezea aina ya mifuko. Sehemu ya kwanza unaweza kuwekeza ni kwenye kipande kinaitwa Umoja. Umoja ni mfuko wa kwanza wa UTT ulioanzishwa mwaka 2005. Kwenye kipande hiki cha Umoja kiliuzwa shilingi 70. Sasa hivi bei yake shilingi 865. Kimepanda mara 12. Maana yake ni nini? Aliyeweka shilingi 100,000 sasa hivi akienda UTT unaizidisha mara 12, watampa 1,1.2. Aliyeweka 1,000,000 sasa hivi akienda UTT kinasoma 12,000,000. Kwa nini? Kila mwaka kile kipande kimezalisha faida, kimeongezeka thamani. Kilitoka shilingi 70, kikaenda shilingi 100, kikaenda shilingi 200, kikaenda shilingi 300, kikaenda shilingi 500, kikaenda shilingi 600, kikaenda shilingi 700, kimeenda sasa hivi shilingi 865. Maana yake kutoka 70 mpaka 865 ni mara 12. Ukienda kuchukua hiyo fedha ni mara 12. Kuna mzee mmoja alistaafu, akaweka pesa kule. Mafao yake yote yale yaliyopewa na serikali kayaweka kule yote. Leo hii anahesabu bilioni. Yule baba anasema mimi siamini kama hizi ni pesa ni za kweli. Akiomba milioni 100 anapewa milioni 100 kati ya bilioni. Anasema mimi sikuweka hizo pesa. Mimi niliweka shilingi milioni 100 tu. Bilioni 100, bilioni 1.2 imetoka wapi? Wanamwambia sisi kama serikali kupitia mfuko wa UTT tulikuwa tunachukua hizi pesa tunazizalisha, faida tunaiweka kwenye akaunti yako, tunaiweka. Sasa imeongezeka, imekuwa kubwa. Haleluya. Weka mfuko wa Umoja, ni mzuri. Sasa hivi kianzio cha mfuko wa Umoja, kama unataka kuanza kuweka pesa, takriban shilingi 7,000. Kianzio shilingi 7,000. Uwe na shilingi 7,000 unaruhusiwa kujiunga. Ndio kianzio. Alafu unaweza kuweka hela kidogo kidogo. Mfuko wa pili unaitwa Wekeza Maisha. Wekeza Maisha. Kipande chake kiliuzwa shilingi 100, sasa hivi kinauzwa shilingi 700. Kimepanda mara 7 zaidi. Wekeza Maisha. Sasa nitakuelezea kinafanyaje kazi. Wekeza Maisha, ukiamua kuingia kwenye mfuko huu, unaenda hivi. Unasema mimi ninataka baada ya miaka 5 niwe na shilingi milioni 10. Je, nichange kiasi gani sasa hivi ili nipate milioni 10 baada ya miaka 5? Kwa hiyo ukienda UTT unawaambia hatima yako ya fedha unazozitaka, halafu wao wanakuambia anza kuchanga kiwango hiki kidogo kidogo. Wao watakuambia mchango wako wa kila mwezi ili uweze kufikia kile kiwango.
Wakikwambia tunahitaji ili upate milioni 10, tunakuhitaji wewe uchangie shilingi milioni 3 tu, na shilingi milioni 3 kila mwezi ulete shilingi 30,000. Kwa hiyo unaanza mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mpaka zile fedha milioni 3 zikifika, unasimama, huwapi tena. Unasubiria muda ukifika, miaka ile mliokubaliana, wanakupa milioni 10. Mfuko wa Wekeza, wewe ndio unayeamua unataka kiwango gani cha fedha. Wao watakupa hesabu uchangie kiwango gani sasa. Hautachangia kiwango chote unachokitaka baadaye, utachangia tu sehemu itakayobakia ni faida ambayo wao wanajua kila mwaka wanazalisha kiasi gani. Fikiria una mtoto, unataka aende kusoma Ulaya. Kwa nini usiende kuambia sasa hivi mtoto wangu atasoma Ulaya, nimesikia gharama zake ni shilingi milioni 30. Naomba mniambie sasa hivi mpaka baada ya miaka 10 mtoto atakapofikia umri wa kwenda chuo kikuu, nianze kuchanga kidogo kidogo kiasi gani? Wao watakuketisha chini, watakwambia tupe kidogo kidogo kiwango hiki kwa miaka hii. Alafu kifika hapa usitupe chochote. Sisi tutakupa hizo fedha kipindi hiko. Walishafanya hesabu, walishafikiria kwa niaba yako. Fikiria wewe unahitaji mtaji, unasema baada ya miaka 10 nahitaji mtaji wangu ufikie milioni 50, milioni 100. Unaenda sasa hivi mdogo mdogo UTT. Wao watakwambia baada ya miaka 10 hiyo unayotaka milioni 100, anzia kuchanga hapa kiwango hiki. Utachanga kwa muda huu, ikifika kiwango hiki simama. Kilichobakia tutakuchangia sisi. Baada ya muda kufika, wanakupa hiyo pesa. Mama mmoja alinifuata miaka ya nyuma, akaniambia mimi nataka kuchanga fedha. Nikamwambia sawa, weka kiwango kikubwa. Akasema iko kiwango kikubwa mimi sikiwezi, naweza kidogo tu. Nikamwambia sawa, basi twende na yale madogodogo yako. Akaenda. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, kile kiwango alichokubaliana na UTT kishakitimiza. Akasema mbona nimepata faida kubwa sana, nataka niongeze. Wakamwambia tulikubaliana na wewe kwenye kiwango cha chini kidogo, tumefikia hapo mwisho, tunakupa hela zako kama tulivyokubaliana. Au navyo nafsini mwake ndivyo. Kwa nini unawazaga madogo? Wiki iliyopita ananifuata, sasa mimi nitafanyaje, naomba tuongeze. Nikamwambia mimi sio UTT, mimi sio serikali. Kwa nini uliwaza kidogo? Ana sasa wakati ule sasa hali yangu haikuniruhusu. Mimi nakushauri kwa jina la Yesu, usiangalie hali yako, angalia neno la Mungu, nenda kalitimize. Hii kujiona mdogo mdogo, hii ndio inayosababisha tuketi pale tulipo ambapo hatustahili kuketi hapo. Waza kikubwa. Ndio, leo wewe ni mwanafunzi, kesho wewe ni mfanyakazi. Leo wewe ni mfanyakazi, kesho wewe mfanyabiashara. Leo wewe ni mdogo, kesho wewe ni tajiri mkubwa. Kwa nini usiwaze sasa hivi kitu kikubwa? Waza kikubwa sasa hivi. Kwa hiyo hapa kwenye huu mfuko wa Wekeza Maisha, wewe ndio unayeamua unataka fungu gani baada ya miaka kadhaa. Halafu wao wanakuambia changa kiwango hiki, kiwango kingine sisi tutakichanga ni cha kwetu, sio cha kwako. Ukiweka kidogo umekula kidogo, ukiweka chakati umepata chakati, ukiweka kikubwa umepata kikubwa. Waza kuweka hapa. Mfuko wa tatu ama eneo la tatu unaloweza ukaweka fedha zako UTT unaitwa mfuko wa watoto. Watoto fund. Na mchungaji hapa leo mahubiri yake yamegusa sana masuala ya watoto. Halafu Mungu kamuongoza mpaka kuja kuwaombea watoto ambao bado hawajazaliwa, wamama wajawazito. Kama Mungu ana uwezo wa kuziombea na kuzilinda mimba kabla watoto hawajazaliwa, wewe unawaza nini kuhusiana na mimba ulionayo? Unajipangaje kumpanga mtoto ili mbele ya safari awe na chochote kitu? Biblia imetuambia kwenye ile, nafikiri ni Mathayo 20:20, mama alienda na watoto wake wawili.
Na wewe mama uliyekuwepo hapa, nakushauri nenda na watoto wako wote UTT kama ulivyowapeleka kwa Bwana. Haleluya! Wawazie mema sasa hivi, usicheze na muda. Watoto wakizaliwa tunaonaga kama vile vitoto vidogo vidogo, baada ya muda mchache tu wameshakuwa, wameshakimbia, hawako tena nyumbani. Havichukuagi muda hivi vitoto. Mimi nikiviangalia vile vitoto vya kwangu vile vilikuwa vinakujaga hapa kanisani vidogo kabisa hapa. Mchungaji anakuja na viombea, mchungaji anakuja na vidogo kabisa. Leo hii vile vitoto vidogo, yule mtoto wa mwisho mdogo yule wa pili kanizidi mimi urefu. Mimi namwangalia hivi, mtoto wangu huyu kilizaliwa tena kile cha pili kilizaliwa, mimi ndo nilikuwa wa kwanza kumuona. Kama Mungu anajali watoto toka wakiwa tumboni, wewe anza kuwapangia maisha yao kwa kuwawekea akiba UTT toka wanapozaliwa. Haleluya! Kipande cha watoto ni shilingi 100. Kiliuzwa shilingi 100. Sasa hivi ukitaka kukinunua ni shilingi 542. Kwa hiyo wale walionunua kipindi kile wameshapata faida mara 5. Aliyeweka 1,000,000 ana 500,000. Aliyeweka 100,000 ana 500,000. Aliyeweka 10,000 ana shilingi 50,000. Lakini sisi sasa hivi tuna uwezo wa kununua kwa shilingi 500 na kina uwezo wa kukua zaidi kufikia maelfu ya pesa mbele ya safari. Kwa hiyo nunua kwa ajili ya watoto wako. Sasa inafanyaje kazi? Mtoto akizaliwa unapeleka cheti chake cha kuzaliwa na picha, na wewe mwenyewe unapeleka pale UTT. Alafu unaamua kuchanga pesa shilingi 10,000 kiwango cha chini. 10,000 kianzio, 10,000. 10,000. Hauna 10,000, kusanya wiki ya kwanza 1,000, kusanya wiki ya pili 3,000, kusanya wiki ya 4 3,000, kusanya wiki ya 5 shilingi 5,000. Umepata 10,000, zipeleke UTT, kafungue akaunti ya mtoto. Hawakutozi tozo ama gharama za usajili hata sumni. Shilingi 10,000 yako inakuwa ni kianzio chako kwa ajili ya mtoto wako wa kwanza. Unamfungulia mtoto wa kwanza, unamfungulia mtoto wa pili, unamfungulia mtoto wa 3, unamfungulia mtoto wa 4, unamfungulia mtoto wa 5. Faida ya mfuko wa watoto ni nzuri sana, na nitakuelezea hapa. Mwaka jana kila shilingi 100 ilizaa shilingi 14, 14%. Mwaka 2022, mwaka jana, manake mwaka wa serikali unaishiaga mwezi Juni. Mwezi Juni 2022, manake Juni mwaka huu wa kalenda, walipata 14%. Mwaka juzi walipata 19%, karibuni 20%. Kila shilingi 100 mwaka juzi ilizaa shilingi 20. Mwaka huu ulioisha kila shilingi 100 imezaa takriban shilingi 14 na. Kwa hiyo mfungulie akaunti ya mtoto. Kwa nini usichukue hiyo pesa ukaipeleka UTT ukamfungulia mtoto wako akaunti yake na ikakaa kule? Hakuna kodi, hakuna gharama, hakuna makato, hakuna tozo, kuna faida peke yake. Faida ya mfuko wa watoto nyingine ni hii: ukiweka pesa hutakiwi kuzichukua mpaka afikishe takribani miaka 18. 18. Ikifika miaka 18 wanakurudishia fedha zako zote na faida yake. Lakini katika kipindi cha miaka 10 ya mwanzo watakuzuia usichukue pesa. Miaka kuanzia 11 mpaka 18 wanaweza kukuruhusu kuchukua sehemu ya fedha. Narudia, ukimfungulia mtoto akaunti UTT
utapata faida. Hautaruhusiwa kuingiza mkono wako kwenda kuchota zile fedha za mtoto kwa kipindi cha miaka 10 ya mwanzoni. Wanazuia yuko kitu. Wanasema hapana, uliwekeza kwa ajili ya mtoto, hizi fedha zikae kwa miaka 10 hadi miaka 12 bila kuchukuliwa ili zizae. Ikifika mwaka wa 13 unaruhusiwa kuchukua, mwaka wa 14 unaruhusiwa kuchukua, mwaka wa 15 unaruhusiwa kuchukua, mwaka wa 16 unaruhusiwa kuchukua, 17 unaruhusiwa kuchukua, 18 wanakuambia mtoto ameshakuwa mtu mzima, tunamalizana na wewe, tunakurudishia hela zote na faida yote uliyoipata kwa miaka yote toka mtoto azaliwe. Wanakurudishia hela zako. Kwa hiyo inakupa nidhamu kama mzazi kutokuchukua pesa mpaka mtoto akue. Wazazi wengi tumenasa, tunasema tunamwekea mtoto pesa pale, baada ya muda mchache unaenda unaichukua ile pesa unaila. Nimepata wageni unaila, nimepata kiwanja unaila, nimepata msiba unaila. Lakini ukiweka UTT watakupiga kofuli, hautachukua hizo fedha mpaka atakapokuwa. Haleluya! Nenda kaweke kule. Kwa nini? Watakusaidia kujenga nidhamu kwenye kuzalisha fedha bila kuchukua fedha. Ili ni faida ya kipekee hasa kwenye watu wenye tabia ya kushindwa kuweka akiba kwa ajili ya watoto wao. Weka pale, serikali itakusaidia usizichukue mpaka watakapokuwa. Sasa kuna changamoto naomba niizungumze. Pengine mtaniuliza swali baadaye. Mama mmoja alinipigia simu. Akasema unachosema ni kweli, na sisi wakina mama tumeona faida na tumetengeneza hela nyingi. Wamama wenye uwezo kabisa wananiambia hivyo, tumetengeneza hela nyingi kupitia UTT kwenye mfuko wa watoto. Mtoto alipokuwa akafikia umri wa miaka 18, zile pesa zilipotolewa na UTT zilikuwa ni fedha nyingi. Yaligawanyika makundi mawili. Kundi la kwanza, watoto ambao zile fedha waliwarudishia wazazi wao, wakasema baba na mama, hizi pesa ni nyinyi mliozitengeneza, mimi sikuzalisha hizi fedha zote. Wazazi wakachukua zile pesa wakawapeleka watoto chuo kikuu, na wengine waliposhindwa maisha walipata msingi wa mtaji kupitia zile pesa. Hilo ni kundi la kwanza, kundi zuri, kundi ambalo mchungaji ametuombea watoto wetu wawe watoto wa maana mbele ya safari, wasikasirikiwe na watu wengine. Kundi la pili sasa ndio nataka ulisikie kwa makini. Kundi la pili, mama yule ananiuliza swali, kuna mtoto amefikisha miaka 18, hela zote zimetoka kwa jina la mtoto. Mtoto kachukua zile pesa, hataki kumpa baba, hataki kumpa mama, kazipiga bao. Tusaidie, tunafanyaje? Mimi nimechanga mzazi miaka yote, kibubu kimekuwa kikubwa, kimemtamanisha mtoto, mtoto kawa mtu mzima, kanikatalia kunipa zile pesa, na zile pesa ni hela nyingi sana, anazifuja, anaziharibu, hawezi kuzitumia sawa sawa. Swali likawa gumu kwangu, na mimi nikajiuliza, Mungu nisaidie, nafanyaje? Nikamwambia yule mama, naomba unipe saa moja nikae chini nitafakari na niwapigie simu UTT. Kwa nikawapigia simu UTT wale viongozi baadhi. Nikamwambia bwana hawa watoto wetu wako makundi mawili. Wapo watoto waelewa na wapo watoto wakati mwingine matata kabisa. Alipofikisha miaka 18 anataka zile hela zichukue yeye, wakati mimi mzazi ndiye niliyemwekea, na zile pesa zinamtosheleza yeye kumsomesha na zinatosheleza sisi kukidhi mahitaji yetu. Tunafanyaje kama tuna watoto watundu? Nikapewa jibu, kama unaweza, ukiona mtoto wako haeleweki, ikifika miaka 17 kwenda mwaka wa 18, siku 3 kabla hajagonga miaka 18, mzazi unaruhusiwa kwenda kuzichukua hela zote, ukaziweka pembeni,
Halafu kisha zichukua ukaziweka pembeni, unamwachia tu hela zake, amalize zile siku 3, akigonga tu miaka 18 anakumbana na kipande kidogo cha hela zake. Haleluya! Nikasema hapa wamenitoa kwenye kitanzi. Manake wazazi wamenibana, tumepigwa sisi na watoto wetu. Inakuwaje? Tunafanyaje? Weka tutafutie jibu. Sisi hatutaki kuhangaika na wale watu wengine. Weka tafute jibu, njoo tuambie. Mungu akanipa hiyo neema, na wale jamaa wakanielekeza, watoto watundu, hakikisha siku 3 kabla hawajatimiza miaka 18, akiwa na miaka 17, siku 361, nenda kaandike barua, pesa hizi nazihamishia kwenye akaunti yangu mimi mzazi, na hizi zinabaki kwenye akaunti ya mtoto kama mtoto aeleweke. Wazazi tuko pamoja. Yawezekana una moyo wa mama wa watoto wa mama Yakobo. Unawapeleka watoto wako wote kwa Bwana Yesu, unawatakia mema, lakini watoto wetu hao wakati mwingine hawaeleweki, wanaweza kukutakia wewe mabaya. Na mwingine nimekutana naye juzi wiki hii, ananiambia, bwana, mimi na uhakika mama akifariki kaka ameshanitangazia kifo. Kaka katangaza wazi, nyumba hii ya kwangu, gari hili la kwangu, shamba hili la kwangu. Kaka yule naye katangaza kifo, na huyu katangaza kifo. Nisaidie, nifanyeje? Nikamwambia, mama bado yuko hai. Ndio, ana akili sawa, sawa. Nikamwambia sawa, fanya mawili, nikutanishe na mama yako nimpe akili ya kufanya, ama kama mama yako itakuwa ngumu kukutana naye, nenda kamuimbishe mama yako mziki huu, mwambie hivi na hivi na hivi. Hapo utawaruka watoto wajanja wa kiume wenye tabia ya kupiga bao mama zao, na watoto wa kike dada zao. Nikampanga ule mtoto, akaondoka kwenda kuongea na mama yake. Nasubiria jibu. Haleluya! Lazima tuwe na akili. Usipokuwa na akili, mama, unamwona mtoto wako wa kwanza wa kiume akili haijatulia, unamwachia kila kitu. Baba, unamwona mtoto wako wa kwanza wa kiume akili haijatulia, unamwachia kila kitu. Ukimwachia kila kitu, mama hapati kitu na wala wadogo zake hapati kitu. Mungu mradi ametupa akili na Roho wa Mungu yuko ndani yetu, tuwe na maarifa zaidi ya watoto watundu. Haleluya! Najua ni jambo gumu, lakini weka fedha kwenye mfuko wa watoto, kuna faida utakayoipata kubwa kuliko unavyofikiria. Mfuko wa 4. Sehemu ya 4 unaweza kuweka fedha zako UTT ni kwenye mfuko wa JIKIM. Mfuko wa JIKIM ni kwa ajili ya wastaafu. Serikali imeandaa utaratibu, kila mtu anayestaafu anaweza akaweka mafao yake UTT kwenye mfuko wa JIKIM. Kwa nini? Kwa sababu unatoa faida kwa yule mstaafu kila mwezi. Kila mwezi wanakupa faida 1%, 2%, 1%, 2% ya fedha ulizozichanga. Mfano, umefanya kazi serikalini miaka 40, miaka 30, umestaafu. Kumbuka, ukistaafu gharama za maisha zimesimama pale pale. Unahitaji kula, unahitaji kuvaa, unahitaji kunywa, unahitaji kulipia umeme, unahitaji kulipia maji, unahitaji kuwa na nauli, unahitaji kuwa na matibabu. Unapata wapi pesa wakati mshahara umekoma? Kwa serikali ikaanzisha utaratibu kwamba mtu yoyote aliyestaafu akapewa mafao yake ya mkupuo, anaweza kuchukua hizi fedha akaziweka pale, kila mwezi akawa anapata riba ya 1%, wakati mwingine inaenda zaidi ya 1%. Kwa unaweka pale, labda amekupa milioni 100, kila mwezi unaweza ukapata milioni 1. Unasukuma maisha, kila mwezi unapata milioni 1 na msingi wako bado uko pale pale umetulia. Usipotumia zile pesa, unaweza ukazirudisha UTT zikaendelea kuzaliana, ama ukawaambia msinipe pesa taslimu,
nyinyi limbikizeni, halafu mimi nitakuwa ninachukua kile ninachokihitaji. Haleluya! Ndio mfuko unaitwa mfuko wa kujikimu. Wewe ulifikia miaka 50, unaelekea miaka 50, miaka 55 kustaafu kwa hiari, miaka 60 kustaafu kwa lazima. Fikiria kuweka sehemu ya mafao yako kwenye mfuko unaitwa jikimu. Kundi la pili la watu, ukiachilia wastaafu, ni warithi wa mali. Kama wewe umerithi mali na mnahitaji pesa kwa ajili ya kutumia, kaweke mfuko wa jikimu, kwa sababu una uwezo wa kukupa fedha kila mwezi. Wanakupa faida. Kundi la tatu ambalo unaweza ukaweka pesa huku, kama wewe umeuza mali ya thamani kubwa, umeuza kiwanja, umeuza gari, umeuza nyumba, umepewa mafao ya urithi kutoka kwa mzazi, chukua zile fedha kaweke kwenye huu mfuko. Kama unahitaji kuwa na fedha kila mwezi, wanaruhusu. Huo ni mfuko wa jikimu. Unachukua fedha unapeleka kule. Kiwango cha chini cha mfuko wa jikimu cha kianzio ni shilingi 100,000. Kianzio 100,000 mfuko wa jikimu. Mfuko mwingine unaitwa mfuko wa ukwasi, liquid fund. Ukiweka kwenye mfuko wa ukwasi, ambapo wengi nahisi mpo humo, kiliuzwa shilingi 100, sasa hivi ni shilingi 339. Imekuwa mara 3 zaidi. Mfuko huu unakuruhusu kuweka fedha na kuzichukua ndani ya siku 3. Faida yake ni nzuri, faida yake ni nono, na yenyewe ni 10% mpaka 14, 15 kwa mwaka wanatoa. Kwa ni vizuri kama wewe unataka kuwa na fedha kila wakati, unafanya biashara, unachukua unaweka pesa, baadaye unahitaji kwa ajili ya kuendelea na shughuli zako, badala ya kuweka mahali pasipolipa, weka huku unapopata kwa mwaka 12% hadi 14, kwa maana kwa mwezi unapata 1.2 faida, na hiyo faida inaonekana na haikatwi kodi, haina makato, haina tozo, naweka pale, mambo yanaenda vizuri. Mfuko wa ukwasi, liquid fund, unakuruhusu mtu yoyote kuweza kuchukua. Mfuko wa mwisho wa 6 unaitwa mfuko wa hati fungani. Mfuko wa hati fungani, bond fund. Bond fund maana yake ni mfuko ambapo wewe na mimi tukiwapa pesa UTT kupitia huu mfuko, wao wanazichukua hizi fedha wanaenda kununua bondi ya benki kuu. Ndio maana unaitwa mfuko wa hati fungani. Unaitwa bond fund kwa sababu hela zote hazipelekwi kwenye hisa, hazipelekwi kwenye mabenki, zinapelekwa sehemu salama ya benki kuu ambapo kuna uhakika wa faida. Sasa hivi ukinunua kipande cha mfuko wa bondi, mfuko wa hati fungani, bei yake ni shilingi 114. Wewe kama ni mtu ambaye unaogopa hasara kabisa, yani utakagi kusikia kimepanda kimeshuka, roho yako inakudunda, kaweke huko. Sisi wengine ambapo tumeshazoea roho yetu ikipanda ishuke, roho hazidundi, tunaweka sehemu nyingine. Kuna faida huku, kuna uhakika wa 100% kwa sababu wanaweka benki kuu kwa kununua hati fungani. Kwa hiyo hati fungani unaweza kununua wewe moja kwa moja benki kuu, ama kama hujui unaweza ukapitia UTT ukatoa shilingi 114. Ukienda wewe benki kuu watakudai kianzio shilingi 1,000,000 ukienda benki kuu. Lakini ukipitia UTT hawatakudai 1,000,000, watakwambia tupe shilingi 50,000 kianzio. 50,000 kianzio. Kipande ukitaka kuongeza utakuwa unalipa shilingi 114 kwa bei ya sasa. Kwa hiyo bado inakupa wewe unafuu wa gharama nafuu, unahitaji kudunduliza kidogo kidogo, hatua kwa hatua. Hiyo ni mifuko 6 ya UTT.
Nimeelezea UTT ni mfuko wa serikali. Serikali imekusanya mali, imeziweka sehemu. Kila Mtanzania anaweza kanunua kidogo kidogo kupitia mfuko anaopenda. Shilingi 114 mpaka shilingi 800 ndio bei kubwa. Kianzio ni kuanzia shilingi 7,000 hadi shilingi 100,000. Ukishamaliza kianzio unaweza ukaendelea kulipa kidogo kidogo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sifa na utukufu kwa Yesu. Asanteni kwa kunisikiliza. Amen. Sikia habari njema yenye matumaini. Mchungaji Florian na Rachel Katunzi wa Kijichi City Church Temeke jijini Dar es Salaam wanakukaribisha katika ibada ya maombi na maombezi. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 1 kamili za asubuhi hadi saa 6 kamili za mchana, na Jumapili ni kuanzia saa 12 kamili za asubuhi hadi saa 7 kamili za mchana. Ni Kijichi City Center Church. Jinsi ya kufika: panda gari mpaka Mbagala Zakiem, utachukua bajaji hadi kanisani. Unaitumia njia ya Kigamboni Vikunai, shuka kanisani. Ukiuliza mtu yoyote kanisani kwa mchungaji Katunzi utakuwa umefika. Lakini kwa unaitumia usafiri binafsi, njoo mpaka shule ya msingi Mihande, utakuwa umefika. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0718267171 na 0767516191. Watu wote mnakaribishwa sana. Hiyo ilikuwa ni